Uhari gani mwanasoka mwenzangu duniani kote, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tukupitishe katika medani halisi ya mpira wa miguu. Basi kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu. Na kama ilivyo ada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika na yale yote yanayoendelea katika ulimwengu wa mpira wa miguu, ikiwemo ligi zote zinazowasha moto kweli kweli. Pasi na shaka nazungumzia NBC Premier League, La Liga Santander, Serie A, English Premier League na maeneo mengine duniani kote. Lakini pia tunakwenda kukuletea updates zote za michuano mikubwa barani Afrika. Nazungumzia CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup, lakini pia utakwenda kupata taarifa zote kuhusiana na mashindano ya kimataifa, tukizungumzia mashindano ya CHAN yanayohusisha wachezaji wanaocheza ligi za ndani ya bara la Afrika pamoja na AFCON kwa ujumla. Lakini pia taarifa zote hizo utakwenda kuzipata hapa. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo utakaowakutanisha Young Africans kutokea nchini Tanzania dhidi ya JS Kabylie katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Mchezo huu unatarajiwa kutimua vumbi visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Aman Complex mnamo tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2026 majira ya saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ametangaza kikosi ambacho kitakwenda kuwakabili JS Kabylie na kujihakikishia ushindi katika mzunguko huo ili kujiweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo katika kundi hilo, huku ukiwa ni mchezo wa 6 kwa timu zote mbili kwa ujumla zikiwa na jumla ya alama 8, huku Young Africans ikiwa na jumla ya alama 5, wakati huo JS Kabylie akiwa na alama 3. Na moja kwa moja tuanze kuangazia upande wa mlinda mlango. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kuanza na mlinda mlango wake Djigui Diarra na kumpumzisha golikipa Abdul Msheli. Kocha Pedro Goncalves ameendelea kumwamini golikipa wake Djigui Diarra kutokana na uwezo mkubwa wa kufanya saves za hatari, kuanzisha mashambulizi, kudhibiti mipira ya juu, maamuzi ya haraka na utulivu. Lakini pia hiyo yote ni kutokana na ubora mkubwa, lakini pia wepesi alionao mlinda mlango huyo na uwezo mkubwa wa kutumia vizuri miguu na mikono pindi hapo langoni. Lakini pia mlinda mlango huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Ni golikipa mwenye mwendezo mzuri kwenye kikosi ya Young Africans katika mashindano ya ndani pamoja na mashindano ya nje kwa ujumla. Djigui Diarra amekuwa moja ya chachu kubwa katika kikosi hiki cha Young Africans baada ya kufanikiwa kuwa na mwendelezo bora kabisa katika mashindano yote ya ndani kama vile ligi kuu Tanzania bara pamoja na mashindano ya nje kwa ujumla tangu ajiunge na klabu hiyo yenye maskani yake pale Kariakoo jijini Dar es Salaam. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na beki wake wa kulia Dickson Job, kumbadala wake ukiwa ni Israel Mwenda pamoja na Yao Kwasi. Ikumbuke kwamba Dickson Job ni mmoja wa mabeki wenye uwezo mkubwa wa kucheza pembeni, lakini pia ana uwezo mkubwa wa kucheza kama beki wa kati. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kasi, uwezo mkubwa wa kukaba, kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya cross kuingia ndani ya eneo la hatari. Lakini pia kocha mkuu Pedro Goncalves amechagua kuanza na beki huyo Dickson Job upande wa kulia kutokana na umaridadi wake wa kumzuia winga wa kushoto wa timu pinzani ili asipige cross au kupenya, lakini pia uwezo mkubwa wa kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia. Lakini pia beki huyu anasifika kuzuia mipira ya cross kuingia ndani eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na beki wa kati na beki wa kushoto. Lakini pia beki huyu anasifika kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake, lakini pia kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea washambuliaji kutoa upana wa uwanja upande wa kulia, lakini pia kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kutengeneza nafasi. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kuanza na Mohamed Hussein na kumpumzisha Shadrack Isaac Boka. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ameendelea kumwamini Mohamed Hussein kutokana na uzoefu wake wa kucheza muda mrefu, lakini pia ubora mkubwa alionao beki huyo wa kuweza kushambulia kwa kasi na kuzuia mashambulizi pindi timu yako inaposhambuliwa. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kumzuia winga wa kulia
kulia wa mpinzani ili asipige cross, lakini pia kukaba na kuingilia pasi upande wa kushoto, kuzuia mipira ya cross kuingia kwenye eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wakati na beki wa kulia. Lakini pia beki huyu anasifika kufunika nafasi pale beki wakati anapotoka kwenye nafasi yake, kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross na kuelekea kwa washambuliaji, lakini pia kutoa upana wa uwanja upande wa kushoto, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, lakini pia anasifika kupiga mashuti na kutengeneza nafasi. Na moja kwa moja tukiangazia beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Fred Goncalves amechagua kuanza na Ibrahim Baka, huku mbadala wake ukiwa ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Ikumbukwe kwamba Ibrahim Baka ana uwezo mkubwa wa kucheza kama beki wakati kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuongoza safu ya ulinzi, kumkaba na kumzuia mshambuliaji mkuu wa timu pinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti, lakini pia kusoma mchezo na kutabiri harakati ya mifumo ya wapinzani. Lakini pia beki huyu anasifika kulinda vyema safu yake ya ulinzi ya kati, kukaba washambuliaji, kushinda mipira ya juu, kupanga na kuongoza vyema mabeki wenzake, lakini pia kuanzisha mashambulizi kwa pasi sahihi kutokea nyuma. Lakini pia anasifika kusaidia mipira ya adhabu na kona. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na beki wake Bakari Nondo Mwamnyeto. Ikumbuke kwamba Mwamnyeto ni beki raia wa Tanzania mwenye ufanisi wa hali ya juu na anasifika kwa uwezo mkubwa wa kuongoza vyema safu yake ya ulinzi na kupanga mabeki wenzake, lakini pia kukaba mshambuliaji mkuu wa timu pinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti karibu na lango. Lakini pia anasifika kufunika nafasi mabeki wengine wanapotoka kwenye nafasi zao, kusoma mchezo na kutabiri harakati za wapinzani, lakini pia kuanza mashambulizi kwa kupiga pasi sahihi kutokea nyuma, kusaidia kwenye mipira ya adhabu na kona, kwa kupanda mbele, kupiga vichwa, kudumisha umiliki wa mpira kwa pasi fupi na ndefu. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wakati, ni kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10. Tukianza na upande wa kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake Mohamed Damaro na kumpumzisha Racine Kouma. Ikumbukwe kwamba Mohamed Damaro amekuwa na kiwango bora kabisa katika mashindano ya CAF Champions League pamoja na mashindano ya ndani tokea mchezaji huyu alipoaminiwa na kocha mkuu Pedro Goncalves. Hiyo yote ni kutokana na uzoefu na ubora wa kiungo huyo mwenye uwezo mkubwa kusaidia timu kukaba na kuharibu mashambulizi ya mpinzani katikati ya uwanja, kukata pasi kabla hazijafika kwa washambuliaji wa mpinzani, kufunika mabeki pale wanapopanda kushambulia, lakini pia kulinda safu ya ulinzi kwa kusimama mbele ya mabeki wakati, kusaidia kupambana na mashambulizi ya kushtukiza, lakini pia kuanza mashambulizi kwa kupiga pasi sahihi kutokea nyuma, kudhibiti umiliki wa mpira kwa pasi fupi na salama, kubadili mwelekeo wa mchezo kwa pasi ndefu za upande. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves, kocha huyu amechagua kwanza na kiungo wake Duke Abuya na kumpumzisha Mudathir Yahya Basi. Kumbuka kwamba Duke Abuya amekuwa na ubora kwa muda mrefu kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuunganisha safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji, kudhibiti tempo ya mchezo, kusambaza mipira kwenda pande zote za uwanja, kupiga pasi kwa usahihi na kuwa sehemu sahihi pale timu inaposhambulia, lakini pia timu inaposhambuliwa, kwa kusaidia kukaba, lakini pia kuunganisha ulinzi na mashambulizi, kukaba na kurejesha mipira inapopotea, lakini pia kusambaza pasi sahihi na kudhibiti kasi ya mchezo, kusaidia mashambulizi kwa kupandisha mashuti au kutoa pasi za mwisho, lakini pia anasifika kusaidia ulinzi inapohitajika, kusaidia kujilinda kwa uwiano sahihi. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves, kocha huyo amechagua kwanza na kiungo wake bora kabisa Maxim Pia Nzengeli, huku mbadala wake akiwa ni Edmund Godfrey. Ikumbuke kwamba Maxim Pia Nzengeli amekuwa na kiwango bora tangu asajiliwe na klabu ya Yanga, lakini pia amechangia kwa asilimia kubwa kwa klabu hii kufika katika fainali baada ya kufunga bao pekee dhidi ya Singida Black Stars, bao lilowavusha katika hatua ya nusu fainali na kukata tiketi ya kucheza fainali ya NMB Mapinduzi Cup na kufanikiwa kushinda ubingwa huo msimu huu wa 2025-2026. Maxim Pia Nzengeli ni kiungo mwenye mwendezo mzuri na ubora, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa kuifungua vyema safu ya ulinzi wa timu pinzani, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa kupiga mipira ya kufa, kuandaa mashambulizi na kutengeneza nafasi za kufunga, kutoa pasi za mwisho kwa washambuliaji, kudhibiti ubunifu na mwelekeo wa mchezo
kwa kushambulia, kupiga mashuti na kufunga mabao, kupokea mpira kati ya viungo na washambuliaji, lakini pia anasifika kuvuta mabeki wa timu pinzani na kufungua nafasi. Na moja kwa moja tukiangazia kwa upande wa washambuliaji, yani mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa klabu hiyo ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Alan Okello, raia wa Uganda. Alan Okello amekuwa mchezaji mwenye uwezo mkubwa na ubora tangu ajiunge na klabu hiyo hivi karibuni. Mshambuliaji huyo anasifika kutoa upana wa uwanja upande wa kulia, kupita mabeki wa mpinzani kwa kasi na mbinu, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, lakini pia anasifika kutengeneza nafasi za kufunga kwa pasi za mwisho, kupiga mashuti hasa anapoingia ndani ya eneo la hatari, kuingia katikati na kushambulia lango la wapinzani na kumsaidia beki wa kulia kufuatilia beki au winga wa timu pinzani. Lakini pia anasifika kukaba mapema ili kuzuia mashambulizi ya timu pinzani, kufuatilia mashambulizi ya kushtukiza ya timu pinzani. Lakini pia tukienda kuangazia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Laurent Aurelio almaarufu kama Depo, kumbadala wake akiwa ni Prince Dube Mpumelelo. Depo ni mshambuliaji aliyejiunga na klabu ya Young Africans akitokea Radomia nchini Poland. Depo ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa kutumia nafasi, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga mabao, kutengeneza nafasi kwa kukimbia bila mpira na kuwavuta mabeki, lakini pia anasifika kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kupiga mashuti kwa miguu au kichwa, lakini pia kumalizia mipira ya cross na pasi za mwisho, kucheza kama kiungo cha mashambulizi kwa kuwaleta wachezaji wengine mbele, kuanza kukaba kutokea mbele, kuwasumbua mabeki wa mpinzani ili wafanye makosa, lakini pia anasifika kukata pasi za mabeki wakati wa ujenzi wa mashambulizi ya timu pinzani. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake pendwa kabisa Pacome Pedro Zouzoua, kumbadala wake akiwa ni Clement Mzize. Mzize amekuwa na uwezo wa kucheza nafasi tofauti pindi awapo uwanjani, akiwa na uwezo wa kucheza kama winga, kucheza nyuma ya mshambuliaji, lakini pia ana uwezo mkubwa wa kucheza kama mshambuliaji, lakini pia ana uwezo mkubwa wa kucheza kama kiungo. Wakati ikumbuke kwamba Pacome Pedro Zouzoua amekuwa ni moja muhimili mkubwa katika klabu ya Young Africans, akisifika kwa uwezo mkubwa kutengeneza nafasi za kuzama mabao, kuifungua safu ya ulinzi ya timu pinzani, kupiga pasi za mwisho na hata kufunga pale nafasi inayopatikana. Lakini pia amekuwa ni mchezaji bora zaidi kwa uwezo wake mkubwa wa kasi, maamuzi sahihi, uwezo binafsi wa kupiga chenga na kuficha mpira, lakini pia anasifika kwa kuweza kushambulia kupitia winga, hasa upande wa kushoto, kukimbia kwa kasi na kupenya ulinzi wa wapinzani, kupiga cross kwa ajili ya washambuliaji, kufunga mabao kwa mashuti au kukata ndani, lakini pia anasifika usaidia ulinzi kwa kukaba beki wa pembeni wa timu pinzani. Na hiki ndicho kikosi cha Young Africans kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa klabu hiyo ya Young Africans Pedro Goncalves, kikosi kinachoenda kumenyana vikali dhidi ya JS Kabylie majira ya saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika mchezo mkondo wa 6 wa CAF Champions League. Bila kusahau, chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe, ugonga hapo ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zote za kimichezo, lakini pia kupata video zetu. Sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika.